Kuna njia mbili ambao ya kushukuru Mungu. Kuna njia ya hali ya kuongea na Mungu. Kuna njia ya sadaka. Hiyo mbili ndio njia ya ambao unaweza kutumia kushukuru Mungu. Naweza kushukuru Mungu kama awezi kushukuru yule ambao wako karibu na wewe. Maana wale ambao Mungu ameumba mmoja akaweza kukuinua wakati ambao uko chini, na wakati ambao anakuinua kesho utamuinua. Na ndio hapo Mungu anasema kwamba tafuta amani na watu wote. Kwa hivyo ni wote na Mungu atakubariki. Ni ibada ya kushukuru Mungu. Tutachukua muda mchache ili tuingie katika hali ya kushukuru Mungu, maana tumekuja kushukuru Mungu. Bwana kubariki sana. Kwa hivyo nimesema kwamba kuna njia mbili ambao ya kumshukuru Mungu. Unaweza kumshukuru Mungu kwa maneno. Inapika mali ambao baada maneno ikiisha unaambia Mungu, Mungu, hakuna kitu ninaweza kukupatia ila nikupatie sadaka. Na hivyo ndivyo ilitendeka wakati ambao ilikuwa wanani wa Kaini na Habili. Na Kaini akaona sadaka ya nani, ya Habili, imeteketea, imeenda juu, naye akapatwa na wivu. Tunaondoa wivu katika nyumba, katika Kristo. Hivyo ndio ninasema kwamba kuna vitu ambao inaweza kuangalia, na ndio hapo ndio nimesema kujuja nani, juu ya ndege wa angani. Mungu wakati ambao wanapatiana ndege wa angani, inamaanisha kwamba kuna kitu ambao Mungu anataka wewe ukaweza kujua. Hebu rudia hiyo maandiko. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala wavuni wala wakusanyi galani, na Baba yenu wa mbinguni walisha hao. Yes. Ninyi je, si bora kupita hao? Okay. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kila ambao Mungu anahitaji ni kuelewa kwamba ako na haja kwanza anakupatia uhai. Kwa hiyo wakati ambao anakupatia uhai, wewe unastahili kushukuru kwa ajili ya uhai ambao Mungu amekupatia. Kwa hiyo wakati ambao unashukuru kwa ajili ya uhai, inamaanisha kwamba Mungu anashughulikia haja nyingine yote. Lakini inafika mahali ambao tunaanza kulalamika kwa ajili ya uhai ambao Mungu ametupatia. Unaanza kuangalia wale wengine, lakini kila ambao kiko inahitajika wewe uanze kushukuru Mungu. Baada ya kushukuru Mungu kama ndege wa angani, yeye mwenyewe anasema kwamba kuna vitu tatu. Nimesema kwamba kuna vitu tatu Mungu anashughulikia, anahakikisha kwamba lazima akupatie. Ukiwa umeitisha ama haujaitisha, kwanza ni nini? Kwanza ninasema kwamba inaitwa shelter. Yani unakuta kwamba Mungu anatafuta vile ambao wewe, maana Yesu Kristo alikuja akasema kwamba mwana wa ndamu ana mali ambao kulasa kichwa chake. Kwa hiyo wakati ambao wanasema hivyo, inamaanisha kwamba basi anakuondolea hiyo ambao wewe mwenyewe haukuwa naye. Basi anakuondolea ili wewe, hata kama ni mariziki gani, hata kama ni mariziki gani, lakini lazima akuwe na mali ambao anaweza kulasa kichwa. Kama unamwelewa Mungu, Mungu lazima akushughulikie mali ambao utalala.
Halo? Ikiwe ni kale kanyasi ama ni mabati ama ni olova, lakini atakuchukulikia. Halo? Kwa hivyo inahitajika wewe uelewa kwamba basi kabla hayo kwanza ushukuru Mungu kwa ajili ya nini? Ya uhai wako. Maana kuna wengi ambao wamekuwa na vitu lakini wameacha vitu. Lakini wakati ambao umeelewa ya kwamba Mungu ameniumba, bado uone kwamba kuna kitu ambao Mungu amekupanyia, basi unakuta kwamba anasema kwamba mstari wa mwisho 33 nasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake. Kwa hivyo kila ambao kinahitajika kwanza unatafuta ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Na hayo yote atakuzidishia. Kwa hiyo atakuzidishia nini? Atakuzidishia ingine ambao wewe haukuomba. Kwa hiyo ninaongea mambo ya kuzidishiwa wakati ambao umeanza kushukuru Mungu, na kwa maana tayari tumeingia katika ibada ya kushukuru Mungu. Ninasema kwamba ninaachilia namaye ya kuongezewa katika tunukuzo. Ninasema kwamba hapo nyuma kidogo, hapo nyuma kuna kitu ambao Bwana ananipatia nyuma hapo. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hapo ndio nilikuwa nataka, hapo ndio nilikuwa unasema kwamba msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Okay, na ndio hapo ndio umesema kwamba kuna vitu tatu Mungu anachukulikia kwayo, na ndio hapo nilikuwa nimetoka, lakini nakuta kwamba Bwana amenirudisha. Okay, anasema kwamba nikasema kwamba cheta na mapasi, ile ingine ni chakula. Okay, ninataka kuingia kwamba hapa kwa mapasi. Chakula Mungu anakushughulikia. Basi yeye Mungu bali unakuta kwamba yeye mwenyewe ndio aliweza kupika mtu wa kwanza mapasi. Maana alikataa, alisema kwamba sitaki kuona uchi wa mwanadamu. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao anasema kwamba sitaki kuona uchi wa mwanadamu, basi inamaanisha kwamba hataki kuona uchi hata wako. Maana yule ambao unakuta kwamba anatembea akiwa uchi, inamaanisha kwamba yeye ni shetani, si nani? Si mtu. Halo? Maana Mungu akiangalia anatupatisha, inakuwa kwamba anafanya kutofautisha mwanadamu na shetani na nguo. Hebu nirudie, ninasema hivi, wakati ambao Mungu akiwa mbinguni, shetani akiwa hapa duniani, ni mapepo zinatembea. Na ili aweze kujua kwamba hii ni pepo na hii ni mtu, inajulikana na nini? Na nguo. Kuna kitu naongea. Kwa hivyo wewe mwenyewe, hata wakati ambao unaenda lala, unastahili kuwa au unastahili kulala ukiwa uchi wa mnyama. Nirudie. Wakati ambao unalala ulio nyumbani, au unastahili kulala kama wewe kama uchi wa mnyama? Hapana. Maana kuna roho ambao huwa inatumwa kuja kuondoa roho ambao inakaa kama ni iko bili. Na ndio hapo ndio nasema kwamba, na ndio Mungu akasema kwamba sikia Mungu akasema kwamba
hauwezi kupenda bwana wawili. Unaelewa hiyo? Hauwezi kupenda bwana wawili. Aidha utachukia mmoja, upende yule mwingine. Ndio unakuta kwamba Mungu akasema kwamba anapatiana mimi nikuwa na mke mmoja. Maana kama nikikuja nikiwa na wawili inamaanisha kwamba nitagawa upendo. Yaani wewe ufugi. Lazima nikuwe na mmoja ili nisiye nikagawa upendo. Maana Mungu anasema kwamba nimtumikie yeye. Kwa hiyo kama ninataka kumtumikia yeye, inahitajika ni kwanza nijue ya kwamba kutumikia mimi na mke wangu. Unaelewa? Ili ule upendo usimungue. Lakini wakati ambao utamungua ni wakati ambao ninaona mwingine ninamweka kando. Nasema kwamba kuna nini? Kuna mke wa pili. Na hapo ndio unakuta kwamba hapo ndio unasema kwamba lazima ujue kwamba kundilo na Mungu. Kwa hiyo ukijua kundilo na Mungu inakuwa na rahisi kumshukuru Mungu. Maana huyu ataenda mbele sababu anasema kwamba kweli ninamwombea nani? Mume wangu. Na wewe utakuwa naombea nani kama uko na wawili? Ndugu zangu, unakuta wanene ndio nikasema kwamba kama uliokoka ukuwa na wawili, sikwambie tupe, hapana, kana wao wawili, lakini usiongeze. Maana inamaanisha kwamba utakuwa umeenda kinyume cha Mungu. Halo? Na hiyo ndio Injili. Na usiongeze. Kwa hiyo unakuta kwamba basi ninaamua macho ya kuongezea. Ndio wacha unakuta kwamba hamwezi kusema amen kwa sababu pengine uko na nini? Uko na wazo ya kuongezea. Lakini nasema kwamba ninangua hiyo katika jina la Kristo. Ninasema kwamba naingua tena katika jina la Kristo. Hiyo roho iondoke katika jina la Kristo. Maana unakuta kwamba ndio hiyo inadanganya kanisa. Tukiwa tunaendelea tunadhani ya kwamba tuko katika nini? Tuko katika ile hali ya kwenda mbinguni, kumbe tumesha divert. Halo? Na niko hapa ni nene hiyo. Kwa hiyo ninasema kwamba Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akasema kwamba kila mbao si Mungu aliyopanda, akasema kwamba itang'olewa. Nasema kwamba ninaingia katika jina la Kristo. Nachukua mamlaka haya katika jina la Kristo. Kuanzia siku ya leo nainua katika jina la Kristo macho ambao inasema kwamba ikiongezewa kitu ambao kisha Mungu nasema kwamba nainua katika jina la Kristo, nikitangaza kwamba uongezewa cha Mungu. Yes. Nachukua mamlaka na naitisha uwezo wote ambao si wa Mungu, ninaiweka chini, nikiinua hila ambao ni ya Mungu katika jina la Kristo. Okay. Na tu hapo ndio nasema kwamba lazima kuna wengi ambao wanatembea wakiwa uchi. Na hapo ndio nakuta kwamba nakuta mawazo yako inakuonyesha kwamba basi unakuta kwa na hii jambo na sijui ilitoka wapi kwa watu ambao wameokoka.
Mama Jeli. Ukiwa uchi. Kwa watu ambao wameokoka imetoka wapi? Hello? Hello? Yani inamaanisha kwamba utashukuru Mungu ama kwa hiyo mawazo hiyo yondoke kwako. Na ndio nasema kwamba nainua katika shinikizo. Nainua katika shinikizo. Haistahili wewe mwenyewe hata kama unaona kwamba uko smart yaje. Smart yako wacha tuone hapa. Wacha tusione kwingine. Hello? 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 Ninajua kwamba hawezi sema amena, maana hiyo mawazo na nainua katika shinikizo. Yes. Nimepatiwa mamlaka na mbingu, si mwanadamu. Kwa hivyo lazima uanze kushukuru Mungu vile ambao Mungu na ndio nimesema kwamba kuna pepo huwa inatafuta. Sikia, kuna pepo huwa inatafuta, na ndio Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakati ambao walikuwa natoka katika nchi ya utumwa. Sikia, Mungu akawaambia kwamba msitoke mbele, msitoke utubu. Maana Mungu hataki wewe utembee tubu. Yani uwezi kusema amina. Amen. Kwani unachelekea kutembea utubu? Yani Mungu anasema kwamba maana hiyo na mapenzi yake wewe utembee uko na kitu. Lazima nikuambie. Nimeito kuambie. Ati Mungu anasema kwamba akaambia wana wa Israeli ya kwamba enda katika ile mboma ya nani? Wa Misri. Amuchasoma hiyo? Oh, hii. Wacha nikwambie. Basi kwa sababu kusoma inasema kwamba ati Mungu akaambia wana wa Israeli ya kwamba mwende katika mboma ya wana wa Misri, muombe thawabu na muombe ili msiende utubu. Maana Mungu hataki wewe uende utubu. Naondoa roho ambao ya kutembea utubu katika shinikizo ili kaweze kuonekana Mungu kwako. Halo? Okay. Sio kama weka maandiko hiyo iko Saburi ninataka tunamalizia. Ninaanza kukubatia Saburi 1:19-18. Yeah. Kwa hivyo si kwa nini Bwana amenipatia hiyo wakati ambao unakuta kwa mambo ingine tunadhalau. Hebu weka soma bongo Zaburi 1:19-18. Okay, kichwa ya ujumbe si kama nilikuwa nakwambia ni faida ya nini ya kushukuru. Mungu anafungua macho wakati ambao na inapunguliwa wakati ambao unaingia kwa maombi. Kwa hiyo wakati ambao Mungu anasema kwamba usikome kuomba, inamaanisha kwamba Mungu anatafuta vile ambao atakuvunulia mambo. Lakini wewe unakosa ukikionza kukuomba, anataka wewe upanuke lakini aweze kujua bila Mungu amekuzudia. Kwa hiyo wakati ambao tunaingia kwa maombi, yeye mwenyewe anakuja atajirisha kwako akuonyesha kwamba vile ambao anataka. Halo? Basi anasema unifumbue macho yangu niatazame maajabu yatokayo katika yes yako. Atazame maajabu. Maana unakuta kwamba kuna watu ambao unakuta kwamba hawezi kutambua maajabu ya Mungu.
maana hawakuomba. Maajabu inaonekana wakati ambao unaomba. Kwani mumekwazwa? Kwani umehusika? Unajua hapo ndio mumekujia usula. Basi tu hiyo ngoa hiyo ngoa kama kwa mehusika ngoa. Ado. Okay. Pumbua macho yangu. Kwa hiyo unakuta kwamba Mungu atakupumua macho wakati ambao unashukuru. Hiyo ni jambo, hiyo ni Mungu anaanza kufungua. Ile kile Mungu hana hapo chini. Hapo kuna kitu ambao msali wa kuna kitu ambao si sema 19. Mimi ni mgeni katika nchi. Hapo chini. Roho yangu imepondeka kwa kutumaini hukumu zako kila wakati. Umewakemea wenye kiburi, wamelaaniwa waendao mbali na maagizo yako. Uniondolee laumu na dharau. Kwanza hapo ndio nilikuwa nataka sana. Hapo ndio nilikuwa nataka sana. Malizia hiyo msali ndio nikueleze kila ambacho kinasababisha wewe usione nini, usione maajabu ya Mungu. Maana kila mtu anahitaji maajabu, na ndio ninasema kwamba kuongezewa kabla ya mwezi wa 6. Lakini kama utahusika, uniondolee laumu na dharau, kwa maana nimezishika shuhuda zako. Basi hiyo huwa inashika shuhuda. Maajabu inakuta kwamba imekamatwa na hiyo. Wakati ambao unaanza kulalamika, hiyo ni pindo ambao inasababisha wewe usione Mungu. Inashika maajabu. Wakati ambao unaanza kuwa unalaumiwa. Tuko kanisani, kila mmoja anasema kwamba unaona fulani anasema fulani ako vida ambao iko, unakuta kwamba hiyo jambo hata watu wakiongea juu yako, wakisema kwamba hii, na tu hapo ndio unakuta kwamba hebu nikwambie usitake saa zote watu kuongea juu yako kwa mambaya. Nirudie. Usitake watu kuongea juu yako kwa mambaya. Yaani unakuta kwamba saa yote unakuta kwamba unaumiwa. Unaambiwa kwamba wewe nilimupatia pesa na arudisi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna watu ambao wamepatiwa pesa hawajui kurudisha. Hiyo ni laumu, unaanza kulaumiwa. Halo? Yaani unapenda kukopa lakini kurudisha. Halo? Hiyo ni vitu ambao inakamata shuhuda. Inakamata nini? Maajabu Mungu ambao angekupatia. Maana unakuta kila mtu analaumu, anasema kwamba pengine huyo amepanya. Zana unakuta hiyo ni vitu ambao shetani anatumia ili wewe usifanikiwe. Ile ingine ni dharau. Naona kuna dharau tu, una dharau. Yaani neno ile ambalo umekuja kama hiyo nimesema, au hujui ni kwa nini ati nimesema hivi. Pengine umehusika, lakini unakuta kwamba una dharau. Unasema pengine ni fulani nimemwambia. Sawa, mimi sijui kama umebadilika, lakini unakuta Mungu, nimesema kwamba Mungu anachukia uchi. Yule ambao anapenda uchi ni shetani.
Okay. Kwa hivyo wewe jivike nguo, kwa maana Mungu alikuweka nguo, na ndio anasababisha wewe kila siku anasema kwamba anatafuta vile hata mtu kutoka huko anakuja kupatia nguo. Halo? Na wengine wanakataa. Hata ukipatia unakataa. Unasema kwamba hii ni majini. Hakuna jini inakuwa na nguo, kwanza nikwambie. Wacha nikwambie, hakuna jini iko na nguo. Maana hiyo ni shetani. Halo? Wacha nikwambie. Kwa hivyo ukiona mtu anakuja kufunika uchi wako, ujue kwamba ni Mungu ametumana. Maana hataki kuona uchi. Kwa hivyo ukiona mtu wacha hiyo kila ondoa kabisa, ujue kwamba jini haina nguo. Na wezi kutaka kujua wewe ukue na nguo. Maana yeye anataka upanane na. Halo? Kuna kitu nimeongea? Kuna kitu nimeongea? Yes. Na ndio hiyo ndio Biblia inasema kwamba watu wangu anaangamia kwa kosa maarifa. Maana jini haina nini? Na haina nguo. Itakubatia ikiwa ametoa wapi? Kwani inaweza kutengeneza ikulete? Na hii ya kwanza haijui nguo inakuanga aje. Mungu ndio anajua siri ya nguo, ndio anakuwekea nguo. Halo? Na kwanza anakupatia fiti. Anakupatia fiti. Halo? Akikupatia mbaki haitaanguka. Kwa hivyo ya kwanza ilikuwa fiti, na ndio Mungu alikupatia fiti. Amuelewe hiyo. Akupatia mbaki, alikupatia fiti. Mungu kama akikutengenezea ya matawi ikiwa ingeanguka, lakini ilikushika mzuri na ukatembea, kwa hiyo ilikuwa fiti. Halo? Mungu anaijua hiyo. Kwa hiyo kila ambao kiko basi inatio hapo ndio nasema kwamba lazima ujue matendo ya Mungu haja maajabu. Mungu akikupeleka hatua mbata hatua, akupeleke hatua mbata hatua. Kwa nini? Maana anahitaji kuona kwamba wewe ukipanikiwa, basi unakuwa uone kuna vitu ambao inaweza kushika shuda wakati ambao unadhalau. Kwa hiyo uondoe hali ya kudhalau katika maisha yako. Na wakati ambao unaondoa kudhalau, wakati ambao unaondoa kudhalau, na wako nakwambia kwamba utafanuka. Unaanza kubanuka hata kama haujakula. Yaani unakosa bula yako itakuwa ndani yako, unaanza kubanuka hata kama hujakula. Unaonyesha una maji. Unasikia? Kwani Biblia inasema nini? Kwani huyu ambao anaitwa Danieli anasema nini? Aliambiwa kule chakula cha mfalme akakataa. Ila ambayo inaweza kunaonesha. Lakini yeye akakula nini? Mboga. Na baada kula mboga na maji, wakati ambao waliingia kwa mezani, yeye ndio alikuwa hata kwa uso ilikuwa kama Bosco. Yaani ilikuwa mengala. Kwa nini? Yaani kila bogi, maana sija kwamba ni kila ambao umekula. Kwa hivyo kila ambao ninasema kwamba ni kuelewa vile Mungu anafanya, ni kuangalia